Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Niko hapa kumtukuza na kumuinua Yesu Kristo kwa matendo yake makuu aliyoyatenda kwenye familia yangu, lakini pia kwenye kanisa takatifu la Yesu Kristo. Lakini pia niko hapa kumwaibisha shetani na mipango yake yote ambayo Bwana Yesu ameivunja na kuharibiwa. Sasa neno la Mungu linasema katika kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya pili na ule mstari wa 11 imeandikwa, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Neno la Mungu linasema shetani asije akapata kutushinda, maana hatukosi kuzijua fikira zake. Unapaswa kujua mipango ya shetani. Unapaswa kujua mbinu za shetani. Unapaswa kujua mikakati ya shetani. Usipojua, shetani atakushinda. Ndio maana leo mamilioni ya watu wanamiminika kwenda kuzimu wakifa hapa duniani, wanazuiliwa kuingia mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu shetani amewashinda hawa watu. Hawakuzijua mbinu zake, hawakujua fikira zake, hawakujua mawazo yake. Sasa Mungu anataka ujue namna shetani, mipango yake, mbinu zake, ili uweze kuwa salama. Sasa leo ninakuletea ushuhuda huu wa kumwaibisha shetani, lakini pia uweze kujua namna ambavyo shetani yuko bize kushambulia watu, na namna Mungu anavyotaka usimame kwenye maombi na usipuuze jambo lolote au taarifa yoyote. Na kuletea ushuhuda huu, nililetewa ujumbe kutoka kwa Bwana Yesu ya kwamba shetani amekusudia mauti kwenye familia yangu siku ya jana. Sikupuuza ule ujumbe. Baada nikiwa naendelea na ujenzi, maana tuna ujenzi wa kanisa, nikiwa naendelea na ujenzi, simu yangu ikaita. Mtoto wangu akanipigia asubuhi jana kuniambia kipindi amefika chuoni, kwa sababu anasoma chuo kikuu pale Posta. Kipindi amefika chuoni getini, alikutana na mbaba. Huyo mbaba akamsalimia salamu ile ya Kiislamu, nadhani wewe unaijua. Alipomsalimia, yeye hakuitikia, bali yeye akajibu, Bwana Yesu asifiwe. Alipomjibu hivyo, yule mtu akaanza kumshangaa, akasema, wewe ni Mkristo? Akasema, ndiyo, mimi ni Mkristo. Akamwambia, mbona sasa umevaa hivyo? Akasema, ndivyo neno la Mungu linataka tuvae mavazi ya kujistiri. Yule mtu akaanza kucheka sana. Mwanangu anasema kadiri yule mtu alivyokuwa anacheka, alikuwa anajisikia vibaya. Kadiri alivyokuwa anacheka, alikuwa anajisikia vibaya. Akacheka kwa muda, na akiwa amesimama pale, mwanangu ikabidi aingie getini, aingie pale chuoni. Sasa kipindi ameingia chuoni, akaanza kujisikia mapigo ya moyo yanaenda mbio, lakini anajisikia vibaya. Akainua simu kunipigia, baba, kuna 1 2 3 imetokea. Nikamwambia, huyo ni shetani uliokutana naye, niombe. Nikamuombea. Nilipomuombea akakaa sawa, akaenda chuoni. Sasa kipindi tunaendelea na ujenzi wa kanisa, haikupita muda nikatumiwa message. Sasa simu nikiwa nimeiacha, kuna muda sasa nikaenda kuifuata simu. Kufika kwenye simu nikakuta kuna message imeingia. Nikaisoma ile message. Baada ya kuisoma ile message, nikakuta ile message imetokea kwenye namba ngeni, kama ambavyo unaweza ukaiona. Imetokea kwenye namba ngeni, lakini ni shetani anajitambulisha na ametuma ujumbe huu ya kwamba nilimshinda kwa ukubwa, na aliniambia ya kwamba atapambana na uzao wangu. Ni kweli, kipindi tupo kwenye ubatizo Babati, shetani alinitumiaga message, nadhani mnakumbuka. Sasa aliniambia atapambana na uzao wangu. Kwa hiyo ananiambia amerudi sasa kupambana na uzao wangu, kama message ambavyo unaiona. Anameapa hapo kwamba damu lazima imwagike. Kwa hiyo anasema, na anajua kwamba naendelea nipo na ujenzi, anajua. Kwa hiyo kumbe kitendo cha ujenzi wa kulijenga kanisa la Bwana Yesu, shetani kwake ni maumivu makubwa, ni pigo kubwa kwenye ufalme wake. Sasa ameinua vita ya waziwazi. Haleluya. Kwa hiyo akawa ametuma ujumbe kwenye namba hiyo. Hii namba
Nilipoitafuta haipatikani. Nikaangalia usajili wa hii namba, nikakuta jina limeandikwa hivyo kama ambavyo unaweza kaliona. Yawezekana wewe ambaye hujawahi kukutana na vita kubwa ya namna hii, unaweza kuona ni kama ni jambo ambalo unaweza usiliamini. Shetani anaweza kukushambulia kwa njia ya message. Sasa hivi ni viwango vikubwa vya vita. Wako hata watumishi wa Mungu ambao hawajawahi kushambuliwa kwa kutumiwa message. Kwa hiyo wengine wanaweza wasiamini, lakini ninakueleza kitu ambacho ni sahihi na ni kweli, ili uweze kujua shetani alishawahi kunitumia message kipindi niko Babati na sikupuuza, na kweli ushuhuda wake mliuona. Sasa jana amenitumia tena message kama hiyo, na hii ni namba ngeni sijui, ya kwamba amekusudia mauti na damu lazima imwagike kwenye familia yangu, kwa maana ya kumuua mtoto wangu, na kwamba akishindwa ataua wafuasi wake. Na hapo anasema kwamba ameona, ametambua alipo, maana yake amemwona mtoto anaenda chuo. Lakini pia ametoa hapo, anasema ya kwamba ananitakia ujenzi mwema wenye kafara ya mtoto wangu, ya damu ya mtoto wangu. Unaona, tayari Yesu alishatushindia, alishaitoa damu yake. Sisi wanadamu damu zetu haziwezi zikatoka tena. Kwa hiyo shetani, unaona, anatoa kwanza vitisho. Sasa ninakujulisha haya ili uweze kujua namna vita shetani yuko bize kutushambulia. Hasa ujenzi huu wa kanisa unaoendelea ni pigo kubwa sana kwa shetani. Hii hasira yote ni kwa sababu ya ujenzi huu, kwa sababu shetani tumempinga na tumeweka maombi ya kimkakati kuzuia maagenti kuleta fedha zao hapa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, lakini pia kuzuia maagenti kuja kujenga kanisa hii kama mafundi au wasaidizi. Tumezuia mambo mengi. Kwa hiyo shetani tumemshinda kwa kiwango kikubwa, kwa kuwa makanisa mengi yanajengwa na fedha za kuzimu, yanajengwa na maagenti wa kuzimu, na ndio maana shetani anayamiliki haya makanisa. Sasa hii ilikuwa ni hasira kwa ajili ya huu ujenzi unaoendelea. Ndio maana hata wakati mwingine shetani anatumia hata watumishi mbalimbali kulichafua kanisa, lakini pia kupinga mafundisho yanayohubiriwa kanisa takatifu la Yesu Kristo, ili tusiaminike mbele za watu. Sasa hii yote ni mipango ya mashambulizi ya adui. Ndio maana nakuletea ili uweze kujua tunashambuliwa kwa ukubwa. Kwa nini? Kwa sababu tumesimama katika utakatifu wa kweli, katika utakatifu wa kweli wa ndani na nje. Sasa kitendo hiki shetani kwake ni pigo kubwa sana. Kwa hiyo nataka ujue ili uweze kuomba. Sasa mtoto wangu jioni kipindi sasa anarudi, kipindi kwanza nikamjulisha kwamba shetani anakutafuta, unapaswa kuomba. Kaniambia sawa baba. Sasa jioni kipindi anatoka chuoni, akatoka, anakwambia getini alikutana na watu wawili, au watu miili yao kama ya wanyakwa vyuma, wakawa wanamfuata kwa nyuma. Akaenda nao sehemu ndefu kidogo, baadaye akagundua watu wananifuatilia. Ikabidi asimame. Aliposimama akajifanya kama anafunga viatu vizuri. Wale watu wakampita, wakaenda kwa mbele na wenyewe wakasimama. Baada ya kumuona yeye haji, wakasimama. Lakini akawasikia wale watu wakisema, kuna maneno walikuwa kitamka, anasema kwamba leo lazima tukamilishe misheni yetu, leo lazima mpango wetu utimie. Wakawa wanaongea maneno kama hayo. Sasa baadaye ikabidi avuke ngambo ya pili ya barabara, wakwepa wale watu. Alipovuka ngambo ya pili ya barabara, akaenda stendi, akashangaa limefika gari la private linasema Chamanzi 1000. Jioni ile usafiri unakuwa ni wa shida sana. Bajaji yenyewe unapanda kwa shilingi 3000. Sasa akashangaa imekuja private car inasema 1000 Chamanzi, na imemsimamia hapo. Roho Mtakatifu akamwambia usipande hiyo gari, usipande hiyo gari. Kwa hiyo akajikuta anatetemeka. Baadaye tena akaona sasa wale watu wamevuka pia kumfuata kule ng'ambo. Ikabidi sasa arudi chuoni tena. Akarudi chuoni. Baada ya kurudi chuoni akanipigia simu, nikamwambia usiogope, shetani hakuwezi, ameshashindwa. Sasa ikamlazimu atumie tena geti lingine kuondoka. Alipotumia geti lingine, akashangaa wale watu akawakuta tena kwenye geti lile lingine. Akawakuta tena kwenye geti lingine wamesimama, mmoja kule mmoja kule. Akaondoka
akaenda akapanda pikipiki akaondoka, hawakufanikiwa kumpata, akaja nyumbani. Alipofika akafika kanisani, nikamwambia nenda kumshukuru Mungu. Akamshukuru Mungu, tukamaliza. Kwa hiyo wale walikuwa ni mapepo, lakini katika fomu ya kibinadamu. Ni mapepo kabisa, wanavaa miili ya kibinadamu na unawaona kabisa ni watu, lakini sio watu, ni mapepo. Kwa hiyo shetani akawa ameshindwa. Unaona hapa ameapa kwamba leo lazima damu ya mtoto wako imwagike. Sasa shetani ameshindwa, hakuna damu iliyomwagika ya mtoto wangu wala damu ya mtakatifu yoyote. Sasa ninakujulisha haya, usipuuze taarifa za shetani. Usipuuze, lazima ujue mipango ya adui. Kwa hiyo, kwa nini nimekujulisha haya? Uweze kujua vita tunayopitia kwa ukubwa na namna ambavyo shetani anatushambulia kila kona, hata kutuchafua kwenye mitandao. Huyu ni adui. Lengo akuvunje wewe imani, ubomoke ili ushindwe kuingia mbinguni, kwa kuwa umesimama kwenye njia nyembamba inayokwenda uzimani. Sasa nikuombe uzidi kuliombea kanisa takatifu la Yesu Kristo. Ombea mchungaji na familia yake, pia ombea wachungaji, ombea ujenzi wa kanisa unaoendelea, maana shetani anatamani tuishie njiani, tushindwe, maana tunajenga kanisa la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Lakini pia shetani hataacha kukushambulia wewe, ushindwe kulijenga kanisa la Bwana Yesu kwa kuwekea vizuizi na vikwazo, kushindwa kutoa hata sadaka kwa ajili ya kujenga kanisa hili, hata kushambulia. Kwa hiyo ninakupa ujumbe huu uweze kuomba, na kile ambacho Mungu anasema kwa ajili ya kanisa lake fanya. Ombea ujenzi huu. Mungu azidi kukubariki. Bwana Yesu azidi kukujaza nguvu. Neema ya Bwana Yesu izidi kuwa pamoja nawe. Usiache kuomba. Amina. Bwana Yesu azidi kukubariki sana. Amen.